Hiyo mambo vipi? Ni Mfalme Moha Katana hapa. Karibu tena katika channel yangu ya Mfalme Moha Katana 254 na hii ni Tulie Podcast. Long time bana, siku mingi sana, sijui mnaendelea vipi? Mnaendelea vipi wadhi? Siku mingi sana, siku mingi. Mimi niko poa, nashukuru. Kupambana tu na kazi kama kawa kama dawa, si mnaelewa tena. Tumekuja kutafuta hela, kwa hiyo acha tafute hela. Kazi kwa sana. Vipi kwa wote ambao wanapambania ndoto zao? Mimi nasema salute sana kwa wote ambao wanang'ang'ana kupambana ili waweze kufanikiwa kimaisha. Hiyo ni poa na hiyo ni fiti, na pongeza wote. Yes, kuna mengi yameendelea kwa mitandao, sijui nianzie wapi, but vile leo ni Friday, kuna kitu nataka niwagusie, nataka niwaplug hapa. Wale ambao wanapenda movie zetu za Kenya, basi kuna movie hapa inaitwa The Dog. Yes, The Dog ni movie moja kali sana, kali. Nimeona trailer yake ni kali sana. Movie imedirektiwa na jamaa anaitwa Beka Karim, alafu the first actor ambaye ndo the main actor anaitwa Alexander Karim ambaye ni brother yake director. Alafu kuna Robert Agengo kama tunamjua, watu wote tunamjua Robert. Alafu kuna Caroline Mudhoni, alafu kuna Lona Lemi, alafu kuna Caroline Midimo. Au ni maactors wa Kenya, au watatu au wanne ni maactors wa Kenya. Huyu Alexander Karim ni international actor but kutoka Swiss, na amefanya movie kadhaa. It's a big celebrity or it's a big actor. Ni actor moja mkubwa sana. The Dog. So The Dog iliaktiwa Mombasa, ilikuwa shooting Mombasa, ni storyline ya Mombasa ama ya Kenya, sawa. Na storyline yenyewe inasemaje? Weze synopsis iko hapa. Okay. It's a thriller and drama, naona. Na leo Friday ndo itaoneshwa, itakuwa launch yani ishakuwa launch officially tarehe 17 Nairobi, but leo Friday ndo ile siku ambayo itakuwa na run the whole country, itakuwa run the whole country. So itakuwa run sehemu gani na gani, wache niwaambie hapa. Nairobi venues ambao itakuwa Prestige Cinemax, itakuwa Century Cinemax, na itakuwa Garden City Mall, Junction Mall na Two Rivers. Alafu Kisumu itakuwa Mega Cinemax, na Mombasa itakuwa Nyali Cinemax. Sawa sawa. So niliongea na watu wa Mombasa Nyali Cinemax, ilikuwa nataka kujua bei ni gani ama ticket inaenda kwa pesa ngapi. So ticket ni only 700. Unaweza enda ukanunua online katika application ya Nyali Cinemax, ama unaweza enda kununua at the gate, at the counter. So ukang'ara ukaenda ukacheki. Sawa. Kuna nini? Wacha niangalie. Kuna time ya ziko time mbili. So kuna ile itaoneshwa around saa 1 na kwa nyingine itaoneshwa around saa 3. So itategemea na time yako, unataka kwenda saa ngapi. Umeelewa? Kuna saa 1 na kuna saa 3. Sawa. The Dog it's a real life story ya wale ambao tunaishi Mombasa, tunajua hiyo life. Wengine tumeipitia hiyo life na watu wetu wa karibu tumeipitia hiyo life. So movie yenyewe inaongeleaje? A drug dealer is hired to drive a young escort Kadzo to and from her clients. He falls in love with her and decided to rescue her from her situation, but she does not want to be rescued, and she definitely does not need a man to save her. So huyu Kadzo, she's a escort. So Kadzo yeye ni escort, na kukawa kuna cartel ambao wana run hiyo biz. So Kadzo ni one of their
semeje staff. So Kadzo akatafutiwa dereva ambaye itakoko yeye ndo kazi yake kumpeleka, hapandi tu taksi yoyote. So huyu dereva yeye mwenyewe ni drug dealer, so dereva ndo takuwa anampeleka kwa maclient, alafu akishamalizana na client anaenda anamchukua anamregesha kwa nyumba, akiwa na client mwingine anamchukua anampeleka kwa client mwingine, akimaliza shughuli zake na hivyo. Kama unavyojua wale ambao tushapitia hii life ya night life kule, na kwa sababu ni watu tumeketi nao, hawa watu wao wanakuwa wako very friendly, very genuine, wanakuelezea vitu ambazo huwezi mtu mwingine kukuelezea, alafu wako very open na kuambia kazi iko vipi, ona, na they really care. Kama we ni rafiki, they really care, so you may end up falling in love with her, hata kama unajua huyu ni poko, lakini ukajipata tu umempenda. Na kwa sababu gani? Huwa wako friendly, wako genuine. Akiwa amekupenda kibeshte, atakuwa she'll be there for you, yani umeelewa. Na wale watu wanaweza kuletea zawadi hata wewe kutarajia. So madem kama hawa huwa wanakuwa very attractive, umeelewa. So unaweza jipata tu umempenda lakini ni poko. So situation kama hii ishatokea mabeshte zangu wengi, unajipata tu unakuwa friend na poko. Kazi yako tu mwanzo sana sana the boda riders, unambeba tu unampeleka kazi nini hivyo, baadaye unakuta umeanza kupata feelings kutoka kwake, then wanaenda kwa wapenzi, but sasa demu ni poko. So unabidi unakuwa na demu poko tu, akienda kwa maclient unakasirika, lakini sasa ndo kazi yake. But ni watu wengine wako very friendly na they really care. Kama ni best yake, they really care, watakuwa na kujulia hali nini, kutaka kujua tu life inaendaje, na ni mademu wako poa. So The Dog inaonyeshwa leo, itakuwa leo ina run Kenya nzima. So venue ni hizo kama nilivyokuambia. So we kama ni mtu wapenda movie zetu za Kenya, ambaye kila siku unalalamika unasema kwamba storyline ni zile zile, sijui hii moja hii ni balaa. Hii ni balaa. I wish ningekuwa mtaa. Ningekuwa niko mtaa leo ungenipata hapa. So tujitokeze, najua Mombasa watu wanapenda movies na ma-actors ni wengi. So this is it. Sijui kama imekupata ghafla, lakini kama uko vizuri leo, basi hii ni date. Yeah, take your man, take your girlfriend. Mbogi, nendeni Mbogi, chukwaneni jamaa kadhaa, nendeni mkawochi movie, mpate hii experience sana sana. Muone utofauti, mwache tu kungojea Citizen, mungoje sijui NTV, mungoje sijui Maisha Magic, muangalie vitu. Nendeni mkaangalie hii movie, cause at the moment hii movie haijakuwa released katika digital space ambazo utasema utaingia Netflix uipate ama utaingia Showmax uipate, haiko huko bado. So saizi imesharun already, imerun kwa stage za majuu, imeenda festival za majuu already. So now lazima ikuje nyumbani, ije ifanywe nyumbani launching. So that's why umeona ishafanywa launching on 17th Nairobi, but sasa today imeenda the whole country, ina run. I think ita run for like maybe a week, umeelewa, a week or two, I don't know. Alafu sasa after hapo ndo kitu kitamwagwa katika maybe utaipata Netflix, maybe utaipata Showmax, ama utaipata Apple Movie, ama utaipata Amazon Movie, huwezi jua. Yeah, but hii ni kali. Director ni mkali. Alexander Karim, kuna movie ameact, I think ni gani, Gladiator, I don't know if there's a Gladiator, cause kuna mahali nilikuwa nimeona huyu jamaa anaitwa Alexander Karim. Alexander Karim ni star mkubwa, wacha nimtafute hapa kama nitampata. Alexander Karim. Alexander Karim.
Karim, jamaa mkubwa. Yes, ameact Gladiator 2. Alexander Karim, Gladiator 2. Ukiangalia Gladiator 2 utampata, iko hapo. Yes, ni jamaa mmoja mbigi sana, so usikose kwenda kuiangalia. Kama we ni fan wa movie zetu, kama wewe unapenda talanta zetu, usikose kuangalia, kwa sababu kuna 4 main actors from Kenya. 4 main actors from Kenya, mademu wa 3 na chali mmoja, hao ni from Kenya. Then kuna hawa wadogo hawa wanaitwaje, extra cast wingi, karibu wote, the crew karibu yote ni ya Mombasa ama ni ya Kenya. So ukisikiza niliona trailer yake, lakini trailer yake niliona but sikuwa na idea vile kina nani wamefanya hii movie. But sasa nilivyoangalia shout to iko nini, nilikiangalia kwa memoji the director and the actor this Lona, walifanya research yao na wakaingia street, wakazunguka kenda paka mitaa ya Kisauni, walikuwa wanataka vijana wako hivi, yani walizunguka. Yeah, but kuna sehemu walisema kwamba ati walikuwa wanataka actors ambao watafanya nini, act kama malaya ama kama wachawi, but actors wengi ati watu wengi walikuwa wanakataa Mombasa. I don't know walipitia wapi, lakini I believe ingekuwa wamepitia kama Little Theatre, wangekuwa wamepitia kama wapi, kuna zile hub ambazo najua actors wako, wangekuwa wamepitia huko, hawangekosa watu ambao wanaweza kufanya hizo part za malaya ama za wachawi ama za mateja sijui nini, but sijaiona. So wewe ambaye unanisikiliza, unaniangalia kwa saizi na uko Mombasa na ama uko Kenya na unapenda Kenyan films, basi nenda kaangalie hii, kwa sababu hii iko na watu wetu na ni kitu imeaktiwa kwetu na iko na story yetu sawa sawa. So pitia, na hii si ile story zetu si zile story za kuigiza kwamba tumechukua kipindi kutoka Spanish tukaileta telenovela tukaibadilisha in Swahili tukaiakti sasa sisi. No, hii ni yetu, story zetu zisha happen sana, tunazijua. Watu wengi washamulikwa kwa ma TV, watu wametoka up country bara huko wamekuja wanapiga nightlife yao Mombasa, alafu baadaye wanajipata polisi wamewaride hapo, wameshikwa na unawaona kwa ma TV, unashindwa yule si dada yake fulani, yule si mtu wetu. Yes, so hizi ni story zetu. Wako ambao wamekuwa successful katika hii biashara, na wako ambao wamefail katika hii biashara, wako na experience zao, na kuna wengine ambao paka mentally hawako sawa kupitia hizi biashara, kwa sababu hii si biashara rahisi ama si kazi rahisi, kwa sababu there's a thin line between rape na wao. There's a thin line between the R word na wao. Chochote kinaweza tokea, akabakwa, mtu anaweza enda na client, huyo client akakuwa violence, akampiga, umeelewa? So hawa watu wamepitia, but they're very humble, they're very friendly, they're very generous. Ukanaongea na wao vizuri, ukikuwa beshti yao ni watu wapoa. Watu kama sisi ambao tushaishi Mtwapa, tunajua. Mimi niliishi Mtwapa, hiyo life nilikuwa naijua kwa sababu nilikuwa nawaona na ni marafiki zangu. So naweza sema tuiangalie. Kuna mambo mengi yameendelea kwa mitandao. There's this lady ambayo alikuwa ni presenter pale Pwani FM, anaitwa Maku, na naona akona issues na Ruby Kache. Sijui shida ni nini, but okay, anasema, niliangalia nikaona anasema kina Ruby Kache, the creativity ambao walikuwa nayo saizi kama imepungua, content zao si kali tena. So naona Ruby naye akajibu, sasa issue zimevuka mipaka, it's not about the content anymore. Ni kwamba sijui radio unaofanya inashika tu mavueni ndo mwisho,
I don't know, sijui ulikuja, I don't know if it's true. Allegedly inasemekana kwamba ati alimesema, niliona Pwani Gossip I think amesema kwamba anasema sijui Ruby akianza alikuwa na mekonda sijui nini. For real inavuka mipaka, let's say inavuka mipaka. If it's a banter, it's good. Wache tuchangamshe, tuchallengeane, watu waweze kukua more creative na waweze kufanya vitu in a creative way. Kama Ruby alivyosema, angekuwa wamemtafuta labda wanajuana, of course they have each other's number, wangekuwa wameongea chini ya maji, akamwambia dada, naona ABCD kama creativity imeshuka, so fanya hivi fanya hivi fanya hivi labda. So Ruby anasema namuonea wivu, unayosema ni kuonea wivu na nini. So mimi naona imefikia mahali inapoteza lengo. Kama lengo ilikuwa ni kuchallenge watu warudi kwa game vizuri, so tusiingie kwa mambo ya kwamba sijui huyu anaonekana muonekano huu muonekano wake ni mbovu, huu muonekano wake ni mzuri. Hapo tutakuwa tuna lose focus. So tuendelee kusupport na tuendelee kuchallengeana ili kufanya vizuri zaidi, lakini si kuongeleana sasa kimatusi na mionekano, appearance ya mtu sijui iko vipi. Sijui wengine wanasema, niliona mahali akisema hajawahi mhost Ruby kwa sababu she's not hosting a Giriama program. Mara nikaona mtu amemjibu hapo kwa comment akisema uko na accent ya Kigiriama we mwenyewe. Naona tunapotea for real, tunapotea. To stay katika malengo, let's focus. Sawa, let's support each other, let's focus na tusonge mbele pamoja. Hii mambo ya kwamba huyu kafanya yule kafanya haileti issue nzuri, ama haileti tabia nzuri ama muonekano mzuri, but it's okay. Aliochukulia positive uchukulie positive, kama umechukulia negative jaribu kuangalia anything good on it. Kama ni Ruby, angalia kwa upande wako kitu gani kizuri unaweza kuchukua kutoka na hizo comments na kutokana na vile alivyosema. Angalia ni kitu gani mbaya unaweza achana nayo, ukachana nayo. At the same time Maku unaangalia pia, naona mashabiki wa Ruby pia pale wamekushambulia vibaya sana, so unaangalia na wewe kitu gani nzuri unaweza fanya, kitu gani mbaya unaweza achana nayo, tukatoka. Cause naona unasema niliona pia kitu nyingine ukiongelea kuhusu the All Stars walivyotoa ngoma ya Baba. Yes, of course they are stars. Dogo Rich is a star, Happy C is a star, KO is a star, Kigoto Mbonde is a star, and the other guy I don't know him, but the four I know them, they are stars. Yes, they are stars. So wakijita All Stars, it's okay for them. They are stars. They are not representing all stars, but they are stars. They are stars. Wao ni mastar. So wakijita All Star haina shida, haisumbui mahali, haigusi mtu roho. Labda tuseme kama Kelichi atasema mbona mimi sijaekwa, Susumila aseme mbona mimi hapo, but they didn't complain because they know wale ambao wako pale wote ni mastar. So na kama wao wameamua kuwakilisha, wache wawakilishe. For us others, it support them, push them, kitu kisonge, message ifike kwamba in this side of coast pia watu wamefanya kitu kulingana na vile wameguswa na msiba wa Raila. Sawa. So I think it's good kusupport na kuappreciate, but kwenda kwamba they are not stars, mbona wengine sijui All Stars na wengine sijui hawako. Kilifi One tulisema it's a baadhi tu ya watu ambao walikutana wakasema Kilifi One, but there's a lot of people in Kilifi, good musician ambao hawakuwa kwa hiyo nyimbo, na wao pia waanze kulalamika. No, Kilifi One imejiunda kama Kilifi One. It's a title ambao wamejitengezea. Si lazima kila mtu akue ndani yake, lakini sisi wengine ni wajibu wetu, ama it's a voluntary, ni kujitolea kusupport. But kama utaki kusupport, basi funga mdomo, acha tu wenyewe wapenye.
si mbaya, si mbaya, si mbaya. Hilo jambo la kwanza. Creativity, umesema wasanii wa Mombasa they lack the international sound. Kelechi Africana akona international sound. Do you give him a support? Do you post him every day? Do you talk about him every day? Mbona unataka kutafuta wale ambao kidogo ndo unajua hawa naweza pita nao nikawaongea vibaya nikapata likes na to views? No. Kama kuna watu wanafanya vizuri, let's support them, wafike mahali. Like there's this girl niliona juzi ilikuwa naojiwa katika hapo Pwani FM kwa Mashavu I think nilikuwa ni Ken na Gates walikuwa na moji udem. I don't know if niko na page yao iko hapa ya Pwani FM. I don't know kama the interview iko hapa ama haipo. But the lady says Kelechi akona international sound. Of course Kelechi akona international sound from way back. Kelechi Africana ako tofauti sana, ndo maana nakwambia he is the one of my favorite artist. Si ati kwamba sina artist wengine favorite, niko nao na wengine nita ni blood kabisa ni lakini Kelechi kwa sababu gani anafaa pewe support kubwa, kwa sababu anatuwakilisha vizuri at the moment. Na tukiendelea kumpush atapanda zaidi ya pale alipo, umeelewa? So sielewi kwa nini kama unasema mwenyewe unataka international sound na we have them, lakini usupport watakaji tena. So wasanii tuache kuwasikiza hawa mapresenter wengine ambao pengine hawajui wanachokiongea. Si kwa ubaya, lakini pengine hajui anachokiongea na pengine hajafanya research yake. Kuna watu wako na international sound like Roji, Idi Singa. Umewapatia support? Ushampatia support Idi Singa? Ushampatia support Roji? Watu wako na international sound. Ukisikiza hivi unasema shit, huyu hafai kwa Mombasa. Hafai kwa Mombasa. Ndio maana watu wanaambiwa kapambaneni Nairobi, jiji kuu, kila kitu kiko kule. Jiji kuu, ndio maana waona hata Kelechi anaenda narudi. Jiji kuu, Masauti juzi amesema anapambania kila saa anaenda narudi, kila saa anaenda. Mombasa ndio, but jiji kuu, once ukishashika jiji kuu vizuri, Nairobi kwisha, East Africa imekutambua. East Africa imekutambua. Kelechi not Kelechi, Masauti ngoma yake mpya na Khaligraph Jones, Assurance, ni ngoma kali international. Umempa support ama tuongea tu upate kuonekana umeongea pia wewe, at least uko relevant? Tuache bana. Itabia si fresh. Itabia si fresh kabisa. But that girl amesema, simkumbuki, but sioni, niko kwa page ya Pwani FM hapa, but I don't see that interview. Maybe iko katika Pwani FM Instagram ama iko kwa Gets Instagram ama Ken 1GB, maybe iko hapo. Na mimi niko Facebook. So hata kazungumzia kuhusu Dazzler about the stage management. Dazzler kweli, that for sure we know that jamaa vunja stage, performance iko vizuri in performance. Kwa bahati mbaya tu kwa saa hizi ndo kila akifanya kidogo siwezi sema mengi. But akirudi pale mziki wake unafaa urudi. Dazzler is a good artist and a good performer. Atafanya vitu vikubwa sana. Yes, habari zingine ni gani? Niliona posta ya Eko ambao atakuwa Doha tarehe 11 Disemba. Ataperform Doha. I'm waiting for it. Yes,
inshallah naamini nitakuwa ndani. I have to go to support him, nikaonyesha upendo. Yes, akikuja Doha kwa nini nisikuwepo? So nitaiplan vizuri tu, niangalie imeangukia na siku yangu ya off day, niko ndani. Lazima tukasupport, lazima tuwakilishe. So I'll be there. Kwa wale watu wangu wa Doha, kama mja nunua tiketi, tiketi ni 70 riyal, 70 riyal, na kwa gate I think kwa gate ni 70 riyal, then kwa ukilipa online ama ukipiga simu ukireserve ni 50 riyal. Yes, so 50 riyal si nyingi, lakini pia kwa upande wa nyumbani ni nyingi, lakini si nyingi. Hiyo 50 tu, alafu upate na kinywaji chako tu fresh nini, watu wakajirushe, watu tukaruke majoka nini, tufurahi, tumsupport Eko. Kwa hiyo wale wote ambao ni mafans wa Eko ambao wako Doha, tujitokeze hiyo siku, tukiamshe pamoja. Mimi nitakuwepo, I'll be there supporting Eko, I'll be there, ni dance, ni enjoy, nirudi zangu accommodation, nilale, niingie kazi kesho yake. Yes, sawa. So hiyo nitakuwepo. Hiyo already mimi na mshikaji wangu Modi, somo yangu already tushajipanga, tumesema hiyo si ya kukosa. So hiyo tutakuwepo kusupport Eko pale Doha. Show itakuwa tarehe 11 Disemba, so tusisahau hiyo. Ni hayo tu. Upande wa pili ni kwamba Bekaruga aliibiwa vitu vyake, na kuibiwa alitoa ofa, akasema watu kama watamregeshea vifaa vyake basi ataweza kulipa, kupatia zawadi kwa yule alioleta vile vifaa alivyoibiwa, but hakuletewa. So na yeye akaripoti, na maskari wakaenda wakashika vijana kadhaa, na vijana kama 10 hivi kulingana na vile nimeona yeye katika TikTok yake ilikuwa iko. Na vijana 10 walivyokamatwa, wazazi wao wakaanza kulalamika, vijana wao wameshikwa, wengine wana sijui mishono, wasamehewe, wao ni ndugu. Lakini Beka amesema mimi kuwasamehe siwezi kuwasamehe mpaka nipate vitu zangu. So kama vitu vyake vitaregeshwa, basi yeye ataweza kuwasamehe wale vijana na hakutakuwa na kesi. Lakini kama vitu havitaregeshwa, then itabidi walipe kila mmoja, ndo ili issue ikuwe solved. So uwizi si kitu kizuri. Tutafute kazi za kufanya kama vijana, tujitafute. Talanta ziko, kama uko na talanta fanya talanta yako. Kama Beka amefanya, ni kipaji chake tu, TikTok ikamwenua mpaka pale ilipo. Kwa hiyo kama wewe ni kijana, usiingilie uhalifu, tafuta kazi, fanya. Kama una kazi, ingia katika, I think Likoni tuko na Kikodep, tuko na ma youth group ambazo ni youth center ambazo zinaweza kusaidia wewe kama kijana, ukaenda pale ukapata elimu ndogo 2-3 na ukaweza kujiendeleza. Na kuna program nyingi pia za kuinvolve youth katika sekta mbalimbali za training. Unaenda unafundishwa kama ni ufundi ni nini, ukaanza kujitafutia na ukapata ajira. So kwa wale ambao ni wazazi wa wale vijana, tafadhali tuongee na vijana wetu waache tabia za uizi na waende kwa hizi organization, waanze kupata mafunzo kadhaa, na watakuwa wakuwe nao pia ni vijana wazuri kwa jamii. Jamii inataka vijana wakuwe wazuri, kwa sababu tunakokwenda, kijana wako kama na hiyo tabia, pengine kesho utasikia amepigwa vita na watu, amepigwa mob justice, akauliwa. Utasema nini mama? Leo ameshikwa, amepelekwa jela, unaomba msamaha, unasema asamehewe. Kesho angekoko sasa amepigwa na watu mob justice, ameiba. Ambao waletu habari mwanao kafariki, amepigwa, alikuwa yuiba kitu fulani akafa. Utasemaje? Utasema timu sameheni, ndo ashakufa hivyo. Kwa hiyo wazazi pia upande huo tujiangalie kama wazazi. Kama mimi na kijana mkubwa sana, so tujiangalie, tujaribu kuongea na watoto wetu, tuwaambie ukweli wa maisha vile ulivyo, ili waweze kujua, na tuwatafutie kitu cha kufanya. Sasa mwenyewe akiwa hataki sawa, lakini wewe umejaribu kama mzazi,
Kuna youth center ama youth center pale Likoni inaitwa Kiko Depo, I believe mpaka saizi bado iko na inafanya vizuri. Kuna nyingi sikumbuki jina zingine, but najua Kiko Depo one of the ambao iko kwa akili. Upande wa Kisauni kule tuko na Dream Achievers Youth Center. Vijana wanaweza enda pale wakenda wakapata mafunzo mbalimbali na program mbalimbali na wakaelimika. Upande wa Bombolulu Zwala Ng'ombe tuko na Kwacha Africa, iko Bombolulu workshop pia. Unaweza enda pale ukapata mafunzo kadhaa na ukaelimika. Town Center pale Mvita kuna moja sikumbuki kama bado iko kwa sababu ni kitambo. Tukienda Bangala Changamwe tuko na I know the owner amani the CEO Alfred Sigo, ako huko na yeye pia na youth center yake. Watu wajitokeze, vijana wajitokeze, waende wakapate mafunzo, wapate elimu, life skills na mambo mengi. Hizi youth center zinasaidia. Mimi ni product ya youth center, nilitoka huko na imenijenga kiakili, kifikra, na inanisaidia pakubwa kwa sababu ukienda pale unapata mafunzo mengi sana. Si ati utaenda pale tu utoke bila, huwezi toka bila, umeelewa? Na it's a stepping stone, unapita, unasoma, unaelewa, wanaku build, unatoka pale kama kijana unajielewa, unaenda unaanza unakuwa productive, unaanza kuproduce vitu na unaanza kusaidia jamii, umeelewa? Kwa hiyo vijana tujitoe katika hizi lawama, tuingie katika hizi ma youth center tuweze kupata elimu tofauti. Na hata kama huna uwezo wa kusoma ufundi wowote, katika hizi youth center huwa kuna wadhamini pale wanakuja, wanataka watu wakawafundishe training so tofauti za kulingana na maisha na kujitafutia riski. Unaweza kuwa one of them, ukachaguliwa ukaenda ukafanya, kama uko vizuri ukalipiwa, ndo hapo, umeelewa, ukaendelea na maisha yako vizuri na ukakuwa wewe unajiweza. Sawa, so tufanye hivyo, tufanye hivyo. Na iko hapa town inaitwaje, iko ipande za county Swahili Port is there. Swahili Port is there kwa watu wa Mvita, watu wa Kibokoni, hiyo area yote. Swahili Port is there. Mayouth waende pale wakaregister pale, waingie, waanze kukua, wapate skills tofauti. So yangu ni hayo, mimi kama Mfalme Moha Katana. Kumbuka usisahau kusubscribe katika channel Mfalme Moha Katana 254, na hii ni Tulia podcast. Shukran.